na kuzingatia hali ilivyoonekana katika eneo la makaburi hayo pamoja na taarifa za wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi, tume imebaini kwa madai ya kuwepo kwa makaburi halaiki eneo la Kondo hayakuweza kuthibitika. Madhara ya kiuchumi. Madhara makubwa ya kiuchumi yaliyotokea ni yale yanayohusu mali za watu binafsi na mali za serikali kuharibiwa. Tume imebaini kutoka vyanzo mbalimbali kuwa mali iliyoharibiwa ina thamani ya bilioni 125 shilingi 125 bilioni. Kati ya mali hizo, mali za sekta binafsi ambayo ni watu binafsi, vituo vya mafuta, CCM na benki zina thamani ya bilioni 89 sawa na 71.2, na mali za umma ambazo ni mali za serikali na taasisi kama zile shule, TRA, mahakama, polisi, DART, TANROADS, TANESCO, TTCL zina thamani ya shilingi bilioni 36 sawa na 28.8. Lakini sekta binafsi ndio imepata madhara makubwa kuliko sekta ya umma. Ushahidi na waathirika wengi waliopoteza mali binafsi unaonyesha machungu waliopata na wanaendelea kuwa nayo. Mfano mmoja ni mstaafu alieleza tume kwa kusema haya: baada ya kustaafu nilikwenda Equity Bank Tanzania kwa ajili ya mkopo wa gari la kufanya biashara kiasi cha milioni 180 kabla ya riba. Nikanunua tipa la mchanga lenye namba ya usaili ambapo kila mwezi nilikuwa narejesha milioni 6.9. Gari hilo baada ya kuinunua ilikuwa inaegesha kwenye eneo la TANROADS Kimara Temboni baada ya kazi. Tangu gari hilo ninunue ilifanya kazi kwa miezi miwili tu, na tarehe 29 Oktoba wakati wa ghasia ya uchaguzi mkuu, eneo la kuegesha magari la TANROADS lilivamiwa na gari yangu ikawa imechoma moto na kuteketea kabisa. Nimejaribu kupata msaada kwenye bima ila imeshindikana kwa kuwa nilikuwa na bima ya kawaida kubwa comprehensive na sio bima ya majanga ya kisiasa political risk insurance. Mjasiriamali wadogo pia na wakati walipora na kuibiwa mali zao zenye thamani ya bilioni 1.6. Shahidi moja kutoka Tegeta alieleza haya: mimi ni mfanya biashara wa simu. Siku ya uchaguzi mkuu duka langu lilivamiwa na wafanya vurugu, wakaiba simu zote ndani ya duka. Simu zenyewe ni za mkopo, nina hali mbaya, hata sijui nifanyaje, uwezo wangu haupo tena, hapa nilipo nimejaa msongo wa mawazo. Kuna uwezekano wa tathmini ya mali zilizoharibiwa au kuibiwa kutoka kundi hili kuwa ni kubwa zaidi kutokana na changamoto za utunzaji wa kumbukumbu na taarifa za biashara na wajasiriamali hao. Zilivyo pia hasara kubwa kwa upande wa sekta ya fedha. Kwa mfano, jumla ya shilingi milioni 621.7 ziliporwa na kuibiwa katika ATM, Vyoto Motela ya mabenki makubwa matatu, CRDB, NMB na NBC. Sekta nyingine zilizoathirika kiuchumi ni kushuka kwa masoko ya fedha, mabadiliko ya mzunguko wa fedha, usafiri na usafirishaji na utalii. Kwa mujibu wa taarifa ya Februari 2025 ya kampuni ya kimataifa ya kutathmini kiwango cha nchi kuaminika katika kukopa, yaani Moody's, kiwango cha Tanzania cha kuaminiwa katika kukopa credit rating
kimebaki katika kiwango cha B1. Hali hiyo inaifanya Tanzania iendelee kuaminika na wakopaji kama ilivyokuwa kabla ya uchaguzi mkuu. Aidha, wachumi waliokutana na tume walisisitiza kwa iwapo viashiria vya kisiasa, political risks, havitashughulikiwa ipasavyo, kiwango hicho kinaweza kushuka. Kwa mujibu wa Benki Kuu, uamuzi wa Mheshimiwa Rais kuunda tume ya uchunguzi ilikuwa ni uamuzi mzuri na wakati, na kwa kiasi ni muhimu, ulikuwa muhimu, chanzo muhimu cha kujenga imani kwa uchumi wa Tanzania. Madhara mengine ambayo tume ilielekeza kuchambua ni madhara ya kisaikolojia. Tume ibaini kuwapo kwa watu waliopata madhara ya kijamii, kihisia, emotional, kiroho, spiritual, kiakili, mental, kimwili, physical, ambayo wanahitaji kupatiwa huduma za afya ya akili, kisaikolojia na kijamii. Matokeo kama vile vifo, ulemavu wa kudumu, majeraha ya mwili, kupoteza ndugu au kupora au kuharibia mali vilivyotokea kwa baadhi ya watu vimesababisha athari ya kisaikolojia na changamoto za kijamii miongoni mwa wananchi. Athari hizo zimejitokeza kwa namna tofauti, ikiwemo watu kupata msongo wa mawazo, huzuni, hofu, kupoteza imani ya mifumo ya kijamii na kisiasa. Katika mazingira hayo, imebainika kuna mgawanyiko ambao jamii imepoteza mshikamano na kuaminiana. Kundi lingine ambalo liliathirika ni wahanga, wauguzi na wahudumu kwenye vituo vya afya, ambao wengi walifanya kazi masaa 72 mfululizo, na mmoja wao anasema haya kwamba anataka hata kuacha fani hiyo yake ya udaktari. Shahidi mwingine kutoka mkoa wa Shinyanga alisema kuwa baada ya kupigwa risasi ya mguu nilipoteza uwezo wa kutembea, na kama zamani maisha yangu yamebadilika sana. Ukosefu wa baiskeli ya kunisaidia kusafiri kutoka eneo moja kwenda lingine, hususan kwenda shuleni, umeninyima uhuru wa kushiriki maisha ya kawaida kama kijana wenzangu. Nimejikuta nikiwa na huzuni na msongo wa mawazo kwa sababu siwezi kufika shuleni, kushiriki na marafiki, wala kuendelea na ndoto zangu. Mara nyingi najihisi sana thamani na nimeachwa peke yangu, hali ambayo imenifanya niishi katika upweke. Wakati wa kusikiliza mashahidi, tume ilibaini uwepo ya watu 107 wenye hitaji la msaada wa kisaikolojia ili ichukue hatua. Iliwaunganisha waathirika hao moja kwa moja na wizara yenye dhamana ya masuala ya maendeleo ya jamii ili waweze kuchunguza na kupatiwa msaada wa kisaikolojia. Tunashukuru hilo limefanyika na waathirika wote 710 walifikiwa na walipatiwa huduma za kisaikolojia mikoani na wilayani na ustawi wa jamii, idara ya ustawi wa jamii wa serikali. Mheshimiwa Rais, hadidu za rejea ya 3 ilikuwa ni kubaini hatua za kubaini, kuzuia na kudhibiti ghasia. Kuhusu kubaini, viashiria vya kutokea kwa ghasia siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 vyenye lengo la kuzuia na kuvuruga uchaguzi vilianza kujitokeza kupitia mitandao ya kijamii takriban miezi 6 kabla ya uchaguzi. Kwa nyakati tofauti, kuanzia mwezi wa Aprili hadi Oktoba 25, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA
ilikuwa ikiwasilisha taarifa zinaonyesha viashiria vya ghasia kwa mamlaka na vyombo vya ulinzi na usalama na taasisi nyingine ili zichukue hatua. Tarehe 17 Oktoba 2025, TCRA ilibaini bango mtandaoni lililokuwa na maudhui yanayohamasisha ghasia na kuzuia uchaguzi mkuu. Bango hili lilionyesha malengo ya maandamano yaliyoandaliwa kuwa ni ya kitaifa, kuwa ni ya kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu uliopangwa tarehe 29 Oktoba. Katika taarifa yake ya 26 Oktoba, TCRA pia ilibaini kuwepo kwa mjadala katika moja ya mitandao ya kijamii kuhusu namna watakavyotekeleza ghasia siku ya uchaguzi. Majadiliano hayo yalionyesha kuwa siku ya uchaguzi yangeharibu mifumo ya umeme ili kuliingiza nchi gizani, kuchoma moto vituo vya mafuta na kuchoma moto vituo vya kupigia kura kwa lengo la kuvuruga uchaguzi mkuu. Licha ya viashiria vya mtandaoni viliwekwa wazi zaidi, kulikuwa pia na viashiria ambavyo tume ilivigundua kupitia mashahidi waliofika mbele ya tume. Mfano ni kuwepo kwa vijana wasiopungua 500 katika majengo, misitu na makambi katika maeneo mbalimbali nchini kwa takriban siku 28, ambapo walihifadhiwa na kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya ghasia siku ya uchaguzi mkuu. Tume kupitia uchunguzi wake ilibaini kwa moja ya nyumba hizo iliyopo Dar es Salaam ilikuwa umbali wa takriban mita 10 kutoka kituo cha polisi. Pamoja na tume kupokea ushahidi unaonyesha kuwepo kwa baadhi ya viashiria vya mipango ya vurugu siku ya uchaguzi mkuu, hakuna ushahidi unaonyesha kubainika kwa vitu hivyo vichache ambavyo tumeviongelea au hatua stahiki kuchukuliwa kikamilifu kabla ya matukio ya uvunjifu wa amani. Kama nilivyoeleza awali, uvunjifu wa amani uliotokea ulithibitishwa kiwango kikubwa cha matayarisho ya vurugu hizo. Wafanya ghasia walitumia mbinu mbalimbali ambazo hazikutarajiwa, na mbinu hizo ni pamoja na kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani kwa wakati mmoja katika sehemu mbalimbali za miji na sehemu nyingine kwa kutumia mbinu mtawanyiko, dispersal violence points, ili kuzuia polisi wasiweze kukabiliana nao na kuwadhibiti kwa urahisi. Ikumbuke pia kwa siku hiyo ya uchaguzi, polisi wengi walikuwa kwenye vituo vya kupiga kura wakilinda amani na sare tu na bila kuwa na silaha yoyote. Wananchi pia waliokuja mbele ya tume waliona ishara za vurugu zitatokea siku ya uchaguzi mkuu. Shahidi mwingine aliyofika mbele ya tume alieleza kuwa waliona ishara ya vurugu kupitia mitandao ya kijamii na wengine kutoa taarifa mbele ya tume kuhusu hofu walikuwa nayo, na kwa mfano ni hiyo. Kiongozi mmoja wa dini aliambia tume kuwa kabla ya siku ya uchaguzi mtoto wake alikuwa na taarifa kuhusu vurugu zilizokuwa zimepangwa kuzuia uchaguzi usifanyike. Aliposhinda kuwashawishi baba na mama yake wasijitokeze kupiga kura, aliwashauri kuwa angalau wasafishe vidole vyao mara tu baada ya kupiga kura, kwa kuwa wapo watu wamejipanga kukata vidole kwa hao ambao wamepiga kura. Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika ngazi ya taifa, mkoa na wilaya, kama walivyokuwa Watanzania wengine, walishtukizwa na hawakuwa wamejiandaa kwa kutosha kwa aina ya ghasia
zilizotokea tarehe 9 Oktoba zilizotokea wakati huo katika mikoa 14, wilaya 33 na maeneo 202. Kupitia mabaraza ya polisi, maafisa na wakaguzi na askari polisi walipata fursa ya kueleza tume namna ghasia zimekuwa kubwa na hatarishi kwa maisha yao wao binafsi, lakini pia wafanya ghasia kutumia mbinu na silaha mbalimbali kukabiliana na askari. Askari mmoja alithibitisha kwa jeshi la polisi alikutegemea aina, ukubwa na usambaaji wa vurugu zilizotokea siku na baada ya uchaguzi mkuu. Mmoja alieleza, tulijipanga kwa maandamano, yaliyotokea ni mkusanyiko. Afisa mwingine wa vyombo vya ulinzi na usalama alieleza kuwa tulijipanga kwa maandamano, yaliyotokea ni uyoga nchi nzima. Kuhusu hatua zilizochukuliwa, Mheshimiwa Rais, baadhi ya kamati za mikoa zilijulisha tume kupitia taarifa zao kuhusu hatua mbalimbali walizochukua kudhibiti matishio ya uvunjifu wa amani. Mfano ni kamati ya usalama ya mkoa wa Katavi. Katika taarifa yake imeeleza kwa baada ya kuanza kuona viashiria vya kuwepo kwa ghasia wakati wa uchaguzi, iliimarisha mikakati ya ufuatiliaji na taarifa za kiintelijensia na kuzifanya kazi kwa haraka. Aidha, kamati ya mkoa na kamati ya wilaya za usalama zilianza kufanya vikao vya pamoja ambavyo katika kipindi hicho zilikutana mara 11. Hali kadhalika, kamati ya usalama ya mkoa wa Kilimanjaro ilieleza tume kwa baada ya kuanza kuona viashiria na uwezekano wa kuwepo ghasia wakati wa uchaguzi, ilichukua hatua mbalimbali ikiwemo kufanya vikao vya kamati mara kwa mara kwa lengo la kupeana taarifa, kukutana na viongozi wa vyama vya siasa mara kadhaa na kukutana na vikundi vya bodaboda, na mkoa wa Kilimanjaro ni mmoja mkoa ambao hakuwa na changamoto za vurugu. Mheshimiwa Rais, niongelee kuhusu hatua za kudhibiti. Sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi inabainisha majukumu ya jeshi kwa polisi, kwani pamoja na kulinda raia na mali zao. Aidha, ili kutekeleza jukumu hilo, askari wa jeshi la polisi wameruhusiwa kubeba silaha wakati wa utekelezaji wa majukumu yao. Hata hivyo, ruhusa ya kubeba silaha inayotolewa chini ya sheria hiyo sio ruhusa ya moja kwa moja ya matumizi ya silaha hizo. Matumizi ya silaha yanapaswa kuzingatia misingi ya sheria na miongozo mbalimbali kuhusu matumizi ya silaha za moto. Na kifungu 19 kifungu kidogo cha kwanza kinaainisha masharti na mazingira ambayo silaha za moto dhidi ya binadamu zinaweza kutumika. Ni ambako wakati ambako kuna jaribio la kumuokoa mtu mwingine ambao anapata madhara, au wakati wa kuzuia ukamataji kihalali na kadhalika. Lakini masharti ya kifungu hicho Jeshi la Polisi huduma saidizi pia inaendana kabisa na sambamba na kifungu cha 9 ya kanuni za misingi ya Umoja wa Mataifa kuhusu matumizi ya nguvu ya silaha za moto kwa maafisa wa vyombo vya utekelezaji wa sheria zilizopitishwa mwaka 1990. Kwa hiyo sheria yetu ni sambamba tu kabisa na kanuni ya msingi ya Umoja wa Mataifa. Pia sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai kifungu 19(1) na cha pili kinatoa mwongozo wa kisheria kuhusu ukamataji wa mtuhumiwa na matumizi ya nguvu wakati wa ukamataji. Lakini pia Jeshi la Polisi lina kanuni zake za jumla, Police General Order 274 ya kanuni za jumla za Jeshi la Polisi, ambazo zimebaini matakwa manne ambayo yanahitajika kabla matumizi ya nguvu za silaha
za moto, na hayo manne ni sawa sawa tu kabisa na masharti ya kimataifa na masharti ya kikanda. La kwanza ni swala la uwiano wa proportionality, yani matumizi ya nguvu lazima yawiane na tishio. Kadri upinzani unavyoongezeka, kuanzia ilani inayotolewa, udhibiti mkali, udhibiti hatarishi, na mwisho kiwango cha nguvu, ndio hicho cha kutumia nguvu za mwisho. Mbili ni uhalali. Uhalali wa matumizi ya nguvu unatokana na kufuata mamlaka na taratibu zilizowekwa kisheria. Kwa mujibu wa kanuni hiyo ya jumla jeshi la polisi PGO 274 kifungu 4 kisoma pamoja na sheria za mwenendo wa mashauri ya jinai na kanuni za adhabu, zinika uhalali wa jeshi la polisi kutumia nguvu panapohitajika kufanya ghasia. Kwa hiyo principle ya legality ipo Tanzania tayari kisheria. Tatu ni swala la uwajibikaji. Askari anapozingatia misingi ya matumizi ya silaha anawajibika binafsi, personal accountability. Kila afisa au polisi anawajibika binafsi kwa matumizi yoyote ya sofa ya silaha ziliko chini ya uangalizi na udhibiti wake. Kwa msimamo huo pia umebainishwa katika kesi nyingi dhidi ya polisi ambao zimeamuliwa na Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufani ya Tanzania na nchi nyinginezo. La mwisho ni swala la ulazima, necessity. Polisi wanaweza tu kutumia nguvu pale ambapo ni lazima kabisa kufanya hivyo. It was strictly necessary kufanya hivyo ili kudhibiti hali kulingana na hizo kanuni nilizozungumza. Tume pia ilizingatia misingi ya mwongozo wa matumizi ya nguvu, use of force compendium, ambayo pia imebainishwa kwenye kanuni za polisi. Ilichambua ushahidi kuhusu matumizi ya nguvu katika maeneo mbalimbali na kubaini kuwa hatua za matumizi ya nguvu zilitofautiana katika eneo moja na eneo jingine. Yapo maeneo ambayo hatua ya kwanza ya uwepo wa askari ilizoesha kuzuia ghasia kuendelea. Ile ndi level ya kwanza ambayo polisi tu kwa sura yake na nguo alizovaa inasambaza makundi yalokusanyika. Lakini hapo pia maeneo mengine kutokana na kiwango cha tishio kwa uhai wa askari au raia wengine ililazimu kutumia hatua nyingine zile za juu, na ziko hatua 6. Mfano, kituo cha polisi cha Salasala Dar es Salaam. Mmoja ya askari aliyekuwa katika kituo hicho alieleza kuwa walikuja kituoni hapo, walivamiwa na kundi la watu zaidi ya 150 wakiwa na silaha za jadi ikiwemo mapanga, mishale, mikuki na madumu ya mafuta ya petroli, na kutokana na hali hiyo walilazimika kutumia mabomu ya machozi na baadaye kuamua kukimbia baada ya kuzidiwa nguvu. Shahidi mwingine kutoka kituo cha Nyamagana Mwanza alieleza hali ilivyokuwa eneo la stendi kuu ya mabasi ya mwendo ya kwenda Nyegezi, ambapo kundi la watu 300 au 400 walikuwa na silaha za jadi ikiwemo sime, nondo, marungu, wakiwa wanafanya ghasia kwenda moja na kuchoma moto mali za watu. Kutokana na hali hiyo walilazimika kutumia mabomu ya machozi, na hadi ilipozidi kuwa mbaya ya hatari walazimika kutumia silaha za moto. Kwa mujibu wa ushahidi huyo, katika tukio hilo askari walikuwa 9 dhidi ya kikundi cha wafanya ghasia 400. Askari mwingine kutoka kikosi cha kutuliza ghasia Mwanza alieleza pia kuwa siku hiyo Oktoba
saa 7 mchana wakiwa katika eneo karibu na benki ya CRDB na NMB Buzwelo, askari polisi walikuwa wakiwaokoa askari wengine na walilazimika kutumia mabomu ya machozi ili kuwatawanya wafanya ghasia na kuokoa askari wenzao walikuwa katika hali mbaya. Tume pia ilipokea ushahidi kutoka baadhi ya mashahidi walidai kwamba polisi ilitumia nguvu katika kudhibiti ghasia kama ifuatavyo. Tarehe 30 Oktoba 2020, mkazi wa Mombo Songwe anasema kwa majira ya mchana alikuwa kisimani anachota maji na mtoto wake. Walisikia mlio wa mabomu, kawa anakimbia akiwa amebeba mtoto. Mtoto alidondoka chini baada ya kupigwa risasi kichwani. Mkazi mmoja wa Marungu, wilaya ya Rumeru, alitaarifu tume kuhusu tukio la mwanawe wa umri ya miaka 35 aliyepigwa risasi 4 na askari polisi katika eneo la Kimondulu tarehe 29 Oktoba akiwa karibu na dukani kwake. Kwa mujibu wa maelezo ya shahidi mwingine, mashahidi huyo, mwanae alipigwa risasi ya mgongoni akaanguka chini, kisha askari walimfuata na kumpiga risasi 3 mgongoni na kumvunja mifupa miwili, uti wa mgongo na nyingine chini ya moyo, na hivyo imeshindikana kuitoa. Kwa sasa mwanawe anaendelea na matibabu hospitali moja ya rufani. Tukio hilo ni moja ya matukio yanahitaji upelelezi za kina ambayo tume imependekeza. Lakini pia huko Mwanza, tume imepata taarifa tukio la mauaji ya watu wapatao 13 lililodaiwa kutokea tarehe 31 Oktoba katika kibanda cha TV kilichopo eneo la Mji Mwema jijini Mwanza. Shahidi mmoja ambaye alijitambulisha kama mnusurika wa tukio hilo alieleza tume kupitia maelezo yake ya kiapo kwa tarehe 31 Oktoba watu wanaodhaniwa kuwa ni askari polisi walivamia kibanda hicho na kuwapiga risasi watu takriban 13, akiwamo yeye shahidi mwenyewe ambaye aliweza kunusurika na kutoroka. Na kwa jibu wa maelezo yake, pamoja naye kuna wapo watu wengine 2 walionusurika, ambapo mmoja alikuwa akipatiwa matibabu katika moja ya hospitali ya Mwanza na mwingine kijijini kwake. Hii pia ni moja ambalo jambo tuhuma nzito ambayo inahitaji uchunguzi zaidi na tume imependekezwa. Mheshimiwa Rais, serikali ina wajibu kupitia jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, na inapotokea hali yoyote inaweza kuhatarisha usalama, serikali kupitia vyombo hivyo inapaswa kuchukua hatua stahiki ya kurejesha utulivu kwa mujibu wa sheria na miongozo. Pale ambapo hatua zilizochukuliwa zimesababisha madhara kwa raia kutokana na matumizi ya nguvu ya afisa au maafisa wa vyombo vya ulinzi na salama, basi upelelezi wa haraka, uhuru, kikamilifu unatakiwa ufanyike kwa mujibu wa miongozo yetu nchini, ya kikanda na kimataifa. Lengo ni kulinda amani ya wananchi kwa serikali na vyombo vyake ili kuhakikisha dosari hazijirudii. Hadidu za rejea nyingine ilikuwa ni utawala wa sheria na uwajibikaji. Lakini kuja nijenge daraja, Mheshimiwa Rais, katika hatua zilizochukuliwa na uwajibikaji ambayo nitalizungumzia sasa hivi. Tulivyosikia watu wengi walivyokuja mbele ya tume, nadhani ni matarajio ya wengi
kwamba hii leo tume pia ingewasilisha kwako baada ya siku 153 na kuanika hadharani wahusika wakuu, walopanga, waloratibu, walofadhili matukio ya ghasia. Kuna tegemeo hilo. Pia kuna tegemeo kwamba leo hii baada ya siku 153 waliokiuka hali ya uhai, haki ya uhai, pia tungewatangaza. Hilo ni tegemeo la wengi, lakini hilo kwa maoni yetu tunaita ni sio la wakati, kwa mambo mawili matatu. Tume hii ni tume ya kutafuta hoja, fact finding. Tume ya kutafuta hoja, fact finding. Pili, mamlaka ya kushughulikia masuala ya jinai au madai zinabaki pale pale, hazikubadilishwa na tukio. Kwa hiyo mamlaka zile za uchunguzi zinaendelea pale pale. Kwa mfano, kuna mtu amenyongwa Mwanza wakati wa tukio. Hiyo ni jambo ambayo jeshi la polisi linashughulikia. Kwa hiyo vitu havisimami shauri ya tume. Kama uhalifu umetendeka, unaendelea. Lakini jingine, tume pia hizi zinakatazwa, na tume zote za kimataifa ni hivyo hivyo, kwamba huwezi kumtuhumu mtu bila kumpa fursa ya kujibu dai. Kwa pamoja na watu kutajwa mbele ya tume, mpaka waitwe, wahojiwe, ili umpe haki yake. Usipompa haki yake, hiyo kesi yako ikienda mahakamani lazima itafutwe, kwa sababu sisi, tofauti na nchi nyingine, haki ya kumpa mtu kumsikiliza ni ya kikatiba, sio ya sheria. Kwa lazima kabla hujamhukumu, hujasema kwamba huyu anahusika. Kwa hiyo tume hizi hazihitaji jina. Lakini la mwisho ambalo watu wanataka kwamba matukio yote ya Tanzania, Mheshimiwa Rais, tuyaweke kwenye mizani moja. Tumesema matukio 202, eneo 202. Sasa eneo moja Kinondoni. Kinondoni kuna matukio ngapi? Siku moja 29, wakati mmoja, saa moja, matukio 8. Matukio 8. Kwa hiyo maeneo tukisema 202, Bunda eneo moja, lakini ndani ya kuna maeneo mangapi? Ubungo eneo moja, kuna mambo mangapi? Kwa hiyo matukio ni mengi. Kwa hiyo huwezi kupima yote kwa Tanzania, kwa sababu wanataka watu tutoke kwamba nguvu iliyotumiwa ni ndogo au kubwa. Hii sio kama bembea unapima nguvu kubwa, nguvu dogo. Hapana, kila tukio lipimwe. Kwa hiyo tukio la ghasia la matumizi ya silaha za moto, kwa mfano, lililosababisha kifo cha moto stendi ya shule Kibamba Ubungo, Dar es Salaam, na mazingira yake na yote yaliyotokea hapo siku hiyo, hayawezi kupimwa na ghasia zilizotokea na kusababisha kifo cha raia aliyepigwa risasi mtaa wa Kilimanjaro, Tegeta Ubungo, licha ya ghasia iliyotokea na kusababisha kifo cha raia Tegeta au Usalama Road, kaya ya Bunju Kinondoni, Dar es Salaam. Hivyo hivyo, haya yote huwezi kuyapima na ghasia iliyosababisha kifo cha mwanakijiji, kijiji cha Gitiro, Tarime, Mara. Kila mmoja ipime kadri ya tukio lilivyotoka na tuhuma zilizotolewa wakati huo. Kwa hiyo uhalali wa matumizi ya silaha za moto kwenye ghasia lazima zipimwe kuzingatia mazingira yaliyokuwa kwenye tukio hilo wakati na muda huo, vitendo vya husika, uandani, namna vitendo hivyo vilivyopinzana, na kama sheria inavyotaka vipimwe kwa busara ya kawaida, kama alivyoiona askari
alipokuwa kwenye tukio hilo, akiwa kwenye eneo hilo. Kwa kama taarifa ya tume ilivyoeleza, matukio hayo yalikuwa mikoa 14, wilaya 43, maeneo 202. Kwa hiyo tume imepokea madai ya matumizi hayo mengi kupitia kiapo na kadhalika, lakini pia kutokana na hayo, kama nilivyosema, kuna pendekezo ya hatua hizo ambazo tunaomba kwa busara yake Mheshimiwa Rais aangalie uwezekano kuhusu mapendekezo ya kuendeleza kazi ya tume, kuhama kutoka uchunguzi ambao tunafanya kwenda kwenye upelelezi mahsusi wa matokeo mahsusi, ili sheria ichukue mkondo wake. Mheshimiwa Rais, nije mambo mawili ya mwisho ambayo ulituagiza tufanye. Moja ni swala kuangalia maridhiano na katiba mpya. Kwa hiyo kuhusu maridhiano na katiba mpya, tume imebaini yafuatayo. Mosi, matukio ya Oktoba 23 pamoja na changamoto ambazo zimekuwapo kwa muda mrefu vimesababisha nyufa na majeraha kwa taifa. Hivyo maridhiano na muafaka wa kitaifa ni hatua muhimu katika kuponya majeraha na kurejesha amani, kuaminiana, mshikamano na utengamano ndani ya jamii na taifa kwa ujumla. Maridhiano yanapaswa kuwa mtambuka ya kuimarisha nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi, ili kutathmini zaidi ukweli, kuponya majeraha, kutafuta suluhisho na kufikia muafaka wa kisiasa, kukubaliana juu ya misingi mambo yanayohusu katiba mpya na kurejesha umoja wa mshikamano wa kitaifa. Swala la maridhiano, Mheshimiwa Rais, halikuanzishwa na ghasia. Lilianzishwa kwa maoni ya wengi walioingia madarakani mwaka 2016 na falsafa ya 4R ambayo moja ni maridhiano. Kwa hiyo sio ghasia ndio zimeleta maridhiano, maridhiano ni muendelezo. Lakini la pili, kwa kuzingatia nafasi na taasisi za dini katika kulinda tunu ya amani na kujenga utengamano katika jamii, upo muhimu wa kufanyika majadiliano baina ya dini kama sehemu ya maridhiano ya kijamii. Hivyo majadiliano, maridhiano na muafaka miongoni mwa viongozi wa dini yataimarisha uelewano miongoni mwao na kukubaliana kuhusu mipaka kati ya dini na siasa katika utekelezaji wa majukumu yao, kisha mapendekezo yao kuwasilisha serikalini kwa hatua stahiki kwa ajili ya utulivu wa siasa na kijamii na kuepuka migongano katika siku zijazo. Tatu, maridhiano yatakayofanywa katika ngazi ya kitaifa yanapaswa kushuka ngazi za mamlaka za serikali za mitaa kwa kutumia mifumo ya utawala iliyopo kwenye wilaya, tarafa, kata na vijiji. Na nne, ili kuhakikisha mchakato wa maridhiano na muafaka wa kitaifa unafanikiwa na kusaidia kukwamua mikwamo iliyojitokeza, ni muhimu kuwa na baraza la ushauri la wazee lisilo rasmi, ili wazee wote washauri katika kutafuta changamoto na mivutano katika jamii na mambo mengine ya kitaifa. Mheshimiwa Rais, mwishoni tumependekeza mapendekezo ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu kama utakavyoona inafaa. Tume inawasilisha mapendekezo mbalimbali yakiwemo ya muda mfupi, muda mrefu na muda wa kati. Kwa minajili ya wasilisho hili, naomba tu nieleze baadhi ya mapendekezo hayo, lakini hakuna pendekezo
ambalo linapendekeza kuanzishwa kwa taasisi mpya. Mapendekezo ya muda mfupi. Baadhi ya mapendekezo: mosi, ni serikali kuweka utaratibu wa kuhakikisha majeruhi waliopata ulemavu kutokana na ghasia za Oktoba 25 wanapata huduma za matibabu bure, ikiwa ni pamoja na watakaohitaji vifaa saidizi na viungo bandia, prosthesis. La pili, serikali kutenga siku ya maombolezi ya kitaifa kuwakumbuka Watanzania zaidi ya 500 waliofariki kwenye ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Tatu, ni serikali iweke mkakati na kutengeneza rasilimali kwa ajili ya utoaji wa huduma za msaada wa kisaikolojia na kijamii, pamoja na kufanyika kwa tathmini ya haraka, rapid assessment, ya athari za kisaikolojia na kijamii katika maeneo yaliyoathirika na ghasia za Oktoba 25. 4, ni maoni ya tume kwamba ni muhimu katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao wa serikali ya mitaa mwaka 2020 na uchaguzi mkuu mwaka 2030. Ili kufika lengo la kupata katiba hiyo kabla 2029, serikali tunaipendekeza iunde kamati ya wataalamu wa katiba ambayo itakuwa na jukumu la kupitia katiba iliyopo, rasimu ya katiba ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba, katiba pendekezo ya mwaka 2014, ripoti za tume mbalimbali na kamati na vikosi kazi mbalimbali. Baada ya kufanya mapitio hayo ya nyaraka ambayo itafanywa na hii kamati ya uandaaji wa katiba, kamati ya wataalam ipate maoni na michango ya wananchi. Tumebaini kuanzia 2014 mpaka hii leo kuna Watanzania zaidi ya 16 milioni 16 hawakushiriki katika mchakato wa mwaka 2014 kwa sababu walikuwa chini ya miaka 18. Kwa ndio umuhimu wa hii kamati ya wataalam kupata wadau, lakini kupata wadau au vijana kwenye kuchangia kwenye katiba na kuandaa rasimu ya katiba itakayopigiwa kura na wananchi, referendum. Ushauri mmoja ulitolewa na kiongozi wa dini ni kwamba katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira. Hiyo ndio ushauri wa kiongozi mkuu mmoja wa dini. 5, serikali iunde tume ya maridhiano ya muafaka kwa taifa kupitia mamlaka ya rais chini ya ibara 36 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo itakuwa shirikishi na itakayosimamia na kuongoza maridhiano katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi, ili kutathmini zaidi ukweli, kuponya majeraha, kutafuta suluhisho za muafaka wa kisiasa na kurejesha umoja wa mshikamano wa kitaifa. 7, ni sambamba na tume ya maridhiano na muafaka ya kitaifa iunde baraza la wazee la washauri la kutumisha baadhi ya viongozi wakuu wastaafu pamoja na wazee wengine ili kutoka jamii kwa lengo ili kusaidia tume ya maridhiano pahali popote saa yote watakavyohitajika. 3, ni sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itekelezwe kikamilifu kwa na pamoja na kuhakikisha kwa uteuzi wa mwenyekiti na wajumbe wa tume unafanywa kwa kuzingatia sheria iliyorekebishwa mwaka 2024. Aidha, tume iruhusiwe kuajiri watumishi wake ili wawe na wajibu wa kusimamia shughuli za uchaguzi ingalau hadi ya jimbo. Katika ngazi za wasimamizi, wasaidizi na wasimamizi wa vituo, INEC iendelee kutumia watumishi wanaoajiriwa kwa muda, na hatua hii itaondoa malalamiko ya vyama vya siasa na wananchi kuhusu uhuru wa tume hiyo. 4, tume imebaini pia
kwa yapo maeneo yenye viashiria vya jinai kama nilivyosema awali ambavyo vinahitaji kuangalia kuhusu uwajibikaji. Hivyo inapendekeza kwa kuunda kwa tume ya uchunguzi wa kijinai kufuatia matukio ya ghasia ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa mujibu wa sheria ya tume ya uchunguzi kwa mamlaka ambayo anayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tume hii itakuwa na jukumu kwanza la kupeleleza na kufuatilia masuala mahsusi yanayohitaji upelelezi zaidi ili kushughulikia tuhuma nilizoainisha hapa, lakini pia masuala mengine ni kubaini wahusika wakuu walopanga, waloratibu, walofadhili ghasia, mastermind, na pia kushughulikia masuala ya tatanishi ya vifo na pia maiti ambazo mpaka leo hazijulikani zilipo. 9 ni jeshi la polisi libuni na kutekeleza mkakati madhubuti wa kurejesha na kuimarisha mahusiano yake na jamii kwa manufaa ya ulinzi na usalama wa raia na nchi kwa ujumla kama ilivyopendekezwa na Tume ya Haki Jinai. Na 10, serikali na vyombo vya dola vitekeleza majukumu yake kwa namna inayoonyesha wazi kuzingatia mazingira ya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Hatua hii italeta usawa katika uwanja wa ushindani na kuondoa malalamiko ya wadau wa siasa na wananchi kwa ujumla kuhusu kukosekana kwa demokrasia katika siasa za vyama vingi nchini. 11, maadili ya viongozi yasimamiwe kwa karibu ikiwa ni pamoja na mitindo ya maisha ya baadhi yao na miiko ya utumishi wa umma ili kubaini na kudhibiti vitendo vilivyokabilika kama vile rushwa na ufisadi. La 11, sheria ya Baraza la Taifa la Vijana sura 411 itekelezwe na baraza liundwe lianze kutumika kama jukwaa la maridhiano na hasa majadiliano na utatuzi wa masuala kuhusu vijana. Mapendekezo machache niongelee Mheshimiwa Rais kuhusu yale ya muda wa kati. Serikali imarisha mifumo ya uwajibikaji kuhakikisha watendaji wote hususan wa ngazi za kati na chini wanasikiliza na kushughulikia kero za wananchi kwa wakati na kuwajibika pale wanaposhindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo na wanapokiuka sheria. Ili kutekeleza jukumu hilo kwa ufanisi, ni muhimu kuviwezesha vitengo vya ufuatiliaji na tathmini katika taasisi ambavyo kwa muundo wa sasa vinawajibika moja kwa moja kwa mkuu wa taasisi. Pili, serikali iendelee na iweke kipaumbele katika kutekeleza mapendekezo ya tume za vikosi mbalimbali ikiwemo ile ya mfumo wa haki jinai na vikosi kazi vingine. Serikali pia, pendekezo jingine, huimarisha mfumo wa ajira ili uwe wa ushindani na haki. Ingine, serikali imarisha usalama, ulinzi na ufuatiliaji katika maeneo ya mipaka hasa yenye vipenyo vingi ili kuzuia uharibifu na uingiaji nchini kiholela. 5, serikali imarisha ulinzi shirikishi kupitia mamlaka ya serikali za mitaa kuwashirikisha wananchi ikiwa ni pamoja na kurejesha mifumo ya nyumba 10 kisheria. Hatua hii itasaidia kubaini viashiria vya uhalifu na kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Mathalan, ushahidi ulibaini kuweko kwa nyumba mbalimbali kwenye makazi ya watu zilizotumika kama makambi ya kuwahifadhi vijana walikuwa wanaandaliwa kwa kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya hasia. Hata hivyo, mafunzo ya ulinzi vyombo vya ulinzi hawakuweza kubaini kuhusu makambi hayo. 6 ni kuwepo kwa mfumo madhubuti wa usimamizi wa fursa zinatolewa kwa vijana kama vile mikopo, ajira, ununuzi na ushiriki katika miradi ya serikali ili kuhakikisha kuwa vinatumiwa kwa kuzingatia sheria na utaratibu na hakuna upendeleo wala shinikizo ya kisiasa. La 7 ni serikali ifanye mapitio ya vipaumbele vya kibajeti na kupanua matumizi
yasiyo lazima ili rasilimali zaidi zielekezwe kwenye eneo la uwezeshaji wananchi kiuchumi, ambalo nadhani Mheshimiwa Rais hili pia umeshalitolea maelekezo. 9, serikali ichukue hatua ya kuboresha mfumo ya kisheria ya usimamizi wa majanga kwa kupanua wigo wa sheria ya usimamizi wa maafa ili kujumuisha majanga yanayotokana na matukio ya uvunjifu wa amani. Maboresho hayo yatawezesha uwepo kwa mfumo wa mawasiliano wakati wa majanga unaohusiana na wadau wote wanaokuwa kwenye majanga kama jeshi la polisi, jeshi la wananchi, jeshi la zimamoto na uokoaji, watoa huduma wa afya na wananchi. Aidha, yafanyike pia mazoezi ya utayari wa wadau wote. Hatua hii itapunguza athari za majanga ya aina hiyo yanapotokea. Mapendekezo ya muda mrefu: 1, serikali irejeshe uratibu wa vijana wote wanaomaliza kidato cha 6 kushiriki mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kama sharti la lazima ili kuwajengea uzalendo na uwezo wa kujitegemea. Aidha, kuwe na uratibu wa kuwezesha wahitimu wa JKT kujiajiri kwa kuishirikisha sekta binafsi. Na la pili, serikali ibuni na kutekeleza mkakati wa makazi maalum kwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuepuka mgongano wa maslahi na kulinda usalama wao kama ilivyopendekezwa na Tume ya Haki Jinai. Nihitimishe, Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako, mambo mawili matatu. Kwanza, nimetaja baadhi tu ya mapendekezo yaliyomo kwenye ripoti hii, lakini bila shaka wadau mbalimbali watapata fursa ya kuyaona kwa kina ndani ya ripoti yetu, na hali kadhalika tunategemea kwa siku 3 zijazo kukutana na wanahabari pamoja na wadau mbalimbali kwa ajili ya majadiliano mapana na ufafanuzi wa taarifa yetu. Pamoja na ugumu uliotokea Oktoba 29, na kupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuunda tume hii na kutuamini kufanya kazi yenye maslahi mapana ya taifa letu. Tulisikiliza vilio vya waliopoteza wapendwa wao, waliojeruhiwa na waliopoteza mali. Tuliona macho ya vijana waliokamatwa wakiulizwa kwa wasiwasi mustakabali wao tulipowatembelea magerezani. Tulikutana na familia ambazo hadi leo hazijaelewa nini au kwa nini aliyomdhuru mpendwa wao na kwa nini. Lakini pia kwa upande mwingine, tuliona Tanzania yenye upande wa ujasiri, uzalendo na hekima. Tulisikiliza viongozi wa dini wakiomba amani kwa nguvu ya ukweli. Tuliona wazee wenye busara wakitoa maneno ya hekima. Tulipata ushirikiano wa wananchi ambao walikuja kwa ujasiri mbele ya tume, lakini sio hivyo tu, kwa kawaida pia kwa sababu wanalipenda taifa lao. Na kuhusu wananchi na watu waliokuja mbele ya tume, sio jambo la kawaida kwa tume kama hii ya uchunguzi kwa siku 153 kuwasiliana kwa karibu sana na kwa namna moja au nyingine na watu wapatao 63,603. Hiyo ni sawa na wakazi wote wa Tukuyu
au wakazi wote wa Korogwe au wakazi wote wa Bagamoyo. Kwa tunawashukuru sana Watanzania kutuamini na kushiriki katika hii hatua ya kwanza au hatua hii muhimu ambayo aliona Mheshimiwa Rais siku alivyoapishwa kwamba ndio njia ya mwelekeo wa taifa letu. Kwa Mheshimiwa Rais, hayo machache naomba sana kwa heshima kabisa nikushukuru kwa hayo, na niombe muda mwafaka kwa kuwasilisha. Haya, tumpongeze mheshimiwa. Sasa niwaombe kwa heshima na taadhima waheshimiwa viongozi tukae, kwa sababu kuna kamera ziko kule nyuma. Tukae. Okay. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa naomba sasa ni ukabidhi ripoti ya tume na viambanisho vyake kama ifuatavyo. Kwanza ni ripoti kuu, pili muktasari wa ripoti, mwenendo wa uchukuaji wa ushahidi ambayo una volume juzuu 2, viapo vya mashahidi affidavit ni juzuu nyingi za kila mkoa tuliotembelea, taarifa ya uchunguzi wa maiti mbalimbali na viambatisho vingine vya ripoti ikiwemo uchambuzi na maoni na taarifa zilizoletwa, taarifa ya uchunguzi wa kitaalam, nyaraka za rejea, ratiba ya utekelezaji wa shughuli za tume, orodha ya wadau wote waliofika mbele ya tume. Naam, mwenyekiti, sasa nakuja kumkabidhi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi mengi. Alifanya wasilisho na sasa ameweza kukabidhi hiyo ripoti. Asante sana Mheshimiwa Jaji, tunakushukuru pamoja na wajumbe. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa ninayo heshima kubwa ya kukukaribisha ili uweze kuzungumza na hadhara